Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, jina lako litukuzwe na kuinuliwa, maana unastahili. Tunakushukuru kwa neema yako ya siku ya leo. Naomba uwe pamoja nasi katika kipindi hiki. Mtazamaji na msikilizaji anaposikiliza, basi maneno haya yaweze kumsaidia na pia kazidi kumvuvia na Roho Mtakatifu, ili kwamba katika maisha yake azidi kukuhimidi wewe na kukuinua katika maisha yake. Jina lako litukuzwe, tushushe ujipandishe katika Kristo, tumeomba kwa imani. Amen. Leo nataka tuzungumzie asubuhi ya leo. Ni asubuhi ya baraka. Tunamshukuru Mungu ametuamsha tena, mapenzi yake yatendeke kwetu. Hivyo haina budi kumshukuru na haina budi kumtukuza, tunampea sifa tena. Karibu sana siku ya leo, endelea kufuatilia, kutazama, share video hizi kwa wengine wengi, subscribe ili upate ujumbe huu kwa wakati, na Mungu atakubariki zaidi. Na ukiwa na swali, hoja aina yoyote, ukiwa na changizo, niwekee kwenye comment ili na mimi nizidi kujifunza na wewe uzidi kujifunza na tupate kuelimishana, maana dunia sasa imeharibika kama tulivyoona katika video iliyopita. Hivyo leo tunaenda kuzungumzia kitu cha tofauti kidogo, na tutaweza kuangazia na tutaweza kuongozwa na kitabu cha Mithali 19 aya yake ya 13. Nasema hivi: mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Ili andiko kiliacha hivi linaweza kuwa halieleweki sana, lakini ukiruka ukienda katika aya 16 anasema, yeye aihifadhie amri huihifadhi nafsi yake, bali yeye asiyezingatia njia zake atakufa. Yeye aihifadhie amri huihifadhi nafsi yake, bali yeye asiyeziangalia njia zake atakufa. Najua hili andiko huenda limechanganywa kidogo, kwa sababu wameanza kwa kusema ya kwamba mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Hasa nataka tuangalie vitu kadhaa ambavyo vitafanya huenda ukawa wewe ni msiba kwa mzazi wako au la. Dunia ya sasa kuna msemo watu wanatumia kwamba wanasema kupata kazi ni kazi, kazi ni kazi. Lakini hebu nataka tuelewane kitu hapo. Kazi ni kazi, yaani ukiwa na kazi bado ni kazi, kwa sababu inakuhitaji ufanye vitu fulani fulani ndio uweze kufanya nini, kuikidhi hiyo kazi ambayo uko nayo, ama kuifanya vizuri hiyo kazi uko nayo. Kazi yenyewe ni kazi. Ukikosa kazi ni kazi, bado ukiwa na kazi ni kazi. Yaani kwa kifupi ni kwamba tatizo ni tatizo, usipokuwa na tatizo bado ni tatizo. Tunaelewana hapo? Na imani unanielewa vizuri. Yaani ukiwa huna tatizo, hilo tayari ni tatizo. Na katika hii dunia ya sasa, katika umri nilionao, kila mmoja yuko na tatizo. Ukisema huna tatizo, hilo tayari ni tatizo, kwa sababu hakuna mtu mwenye ambaye hana tatizo. Maisha ili uwe vizuri ni lazima urudi kwa Mungu. Ndio maana nasema mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Sasa jiulize, mimi nakuaje msiba kwa mzazi? Kwa sababu ili uwe vizuri ni lazima tutengeneze njia zetu zikuwe sahihi, na kuwa sahihi ni lazima tumrudie Mungu. Ndio maana amesema ya kwamba tunapo ihifadhi sheria unaihifadhi nafsi yako, bali wale wasiohifadhi sheria wanatafuta kifo. Kwamba katika uungu, wewe ndugu yangu Mkristo au Muislamu au aina yoyote yule, ukweli ni kwamba katika hii dunia ni vyema ukaishi ukiamini kwamba Mungu yupo, ili ukienda ukamkosa
lakini kuliko kuishi ya kwamba Mungu hayuko alafu ukienda umpate, itakuwa hasara kwako. Tengeneza maisha mazuri, ukiifa uache historia njema, kuliko uishi hali ya kwamba ukifa watu wanasema heri amekufa, ameondoka. Yani itakuwa sio vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ningependa ya kwamba tuishi vyema ili maisha yetu yawe na mpangilio mzuri. Nilikuwa nazungumza, nasema ya kwamba kama sasa hivi dunia sasa imeharibika, watu wameacha maadili, kila kitu kimeachwa. Je, hiyo miaka ambayo tunakuja ama tunaenda, dunia itakuwa katika kiwango gani? Sasa hivi tunaona vituko vya aina nyingi mpaka mtu anashangaa hii vipi? Lakini kusema kweli ni kwamba dunia hapo ndipo ilipo. Watu wanasema generation inasonga mbele. Sasa kama inasonga mbele, sisi nasi acha tusonge nayo vivyo hivyo ilivyo, lakini tukijengeka katika misingi ya nini? Katika misingi ya Biblia, tutaweza kuishi vizuri. Mimi nataka niseme asubuhi ya leo, maana leo nataka nikuachie kitu kidogo ya kwamba akili yako na mawazo yako yatakufanya wewe uishi vyema na uishi vizuri. Tafakari sana kabla ya kutenda, kuliko kutenda kisha baadaye utafakari. Alafu kingine, ni aheri ufanye chochote ambacho kiko ndani ya uwezo wako, kuliko usikifanye alafu baadaye uje ujutie. Lakini unapokifanya, kitafakari kwanza, kwa sababu kisije kikakuletea majuto makubwa sana, ama kikakuacha na machozi katika maisha yako. Ng'ang'ana sana katika kila hali, fanya vyote unavyoweza kufanya, na Mungu akusaidie katika maisha yako. Asante. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya msikilizaji, msaidie na kumpigania, msaidie kuhekimika na kuelewa, na msaidie zaidi ili jumbe ufike kwake na ufike kwa wengine wengi. Mapenzi yako yatendeke katika Kristo Mungu. Amen.